Kwa mara nyingine tena, karibu katika simulizi yetu ya The Real Boss. Kama tulivyoona katika simulizi zilizopita, matukio kadhaa ya kuhuzunisha na ya visa mikasa iliendelea kuripotiwa katika simulizi ya The Real Boss. Kwa mara nyingine tena kualika uweze kuwa nami mpaka tamati, na kama ni mara yako ya kwanza utembelea ukurasa huu wa Facebook, tafadhali bonyeza alama ya follow ili kuendelea kwa pamoja nasi. Lakini kama ndio kwanza unafuatilia simulizi kupitia YouTube, tafadhali bonyeza alama ya subscribe. Msimulizi wako ni mimi Henry Kidawa. Karibu tuweze kuanza simulizi yetu pale tulipoishia. Itakumbuka kwamba katika simulizi ama episode iliyopita tuliweza kushuhudia mambo kadha ambapo ile pen drive ama unaweza kusema flash ilionyesha ukweli halisi jinsi ambavyo Kelvin alikuwa chanzo cha ile tukio ambalo Bivana pamoja na manyanya amekuwa wakilionea aibu. Na wakati huo ilikuwaje kwaje? Basi ni tukaangalie hatima leo itakuwaje. Kwa nini visa na mikasa vinaendelea kuandama watu wawili ambao kwa awali ilionekana kama walianza safari ya mapenzi. Hata hivyo mapenzi yao yalishanjiani hata kabla mambo hayajawa kama walivyopanga katika siku zao zijazo za maisha yao. Tutakumbuka kwamba wakati huo Kelvin, manyanya pamoja na Bivana walikuwa katika ofisi na wakiendelea kujadili kuhusiana na mustakabali wa kila ambacho kilikuwa kikiwatatiza. Na nini kitaendelea hii leo? Basi tuweze kuangalia. Ni kuambia tu mwisho wa ubaya basi ni aibu, lakini mwisho wa siri basi unaweza ukaanza leo kuweza kujua nani anahusika pakubwa na simulizi yetu ya The Real Boss. Wakati huo ofisi ilikuwa imetawaliwa na ukimya, kile kimya ambacho kilikuwa cha kutisha ina fulani hivi. Ulionyesha dhoruba kubwa zaidi inakuja katika maisha ya hawa watu watatu ama zaidi kwa hawa watu wawili kati ya Bivana pamoja na manyanya. Wakati huo mwanga hafifu kutoka dirishani uliingia kwenye pembe ukimwangaza moja kwa moja manyanya na Bivana kwa rangi ya hudhurungi, kana kwamba mwanga huo ulikuwa unatoka majira jioni. Kwa hiyo moja kwa moja miale ile iliweza kufikia Bivana pamoja na manyanya. Wakati huo kompyuta iling'aa mbele yao, video ya mwaka 2017 ikiwa bado imepose kwenye sura ya Kelvin, macho yake yakionekana kama roho mbili tofauti zimekwama ndani. Kelvin alisimama dirishani, mgongo ukiwa upande wa kina manyanya, huku akitazama nje. Mvua iliendelea kunyesha. Wakati huo matone ya maji yalikuwa yanatiririka kwenye kioo pole pole kama machozi ya mtu ambaye ameumizwa na mapenzi, alafu kama kutulia kimya na machozi yaendelee kutiririka ye bila kutoa sauti. Manyanya alijaribu kuongea, sauti yake ikiwa imekosa ujasiri kabisa. Akamwambia Kelvin, nani anakutumia? Kelvin hakujibu mara moja. Alivuta pumzi ndefu, ile ya mtu ambaye amebeba siri nzito sana au ana majeraha yasionekana ndani ya moyo wake. Akaweka kiganja chake kwenye kioo, maji ya mvua yakimpa hisia za baridi isiyoelezeka. Akaambia, mlifikiri maisha yalisimama pale mwaka 2017? Akaanza kwa sauti ya utulivu na maumivu yaliyokolea. Lakini kwangu siku ile ilikuwa mwanzo wa kuzama kabisa. Mambo yalikuwa ndo hivyo kwa Kelvin, lakini Bivana alisogeza kiti, uso wake ukiwa umejaa mshtuko, aibu, huruma na hasira kwa wakati mmoja. Kila pumzi yake ilikuwa ni nzito kabisa, kana kwamba kila neno la Kelvin linamkumbusha majeraha aliyoyapitia, na aliamua kuyafunika kwamba basi it is over na kwamba hataki kuyakumbuka tena. Akamwambia Kelvin, ulituumiza sote, ulinidhalilisha, ulimfanya manyanya kwa adui ambaye hakuwa mtu wa kwa adui. Sauti yake ikavunjika kidogo, lakini bado sikuelewi kwa nini. Kelvin akacheka kwa sauti ndogo, lakini hii haikuwa ile ya kicheko cha ukatili. Kilikuwa kicheko cha mtu ambaye tayari alianza kupoa taratibu katika ulimwengu huu wa kisasi, kwa sababu hamkujua mtu aliyekuwa nyuma ya haya yote. Bivana alinyanyua macho pole pole akimtazama Kelvin, akamwambia, nani? Wakati kabla hajajibu Kelvin, Eva aliingia katika chumba hiki mara baada ya mlango kufunguliwa. Eva kaingia akiwa na mwanga wa neon ukimwangaza kutoka nyuma, akionekana kama roho ya mlango wa giza kabisa kutokana na matendo ambayo amekuwa akiyafanya nyuma ya pazia. Eva,
Nywele zake zilikuwa zimejipanga kwa uzuri na maridadi, smart kabisa binti huyu, lakini macho yake yalikuwa mazito, yenye siri ya hesabu. Wakati mavazi yake meusi yalishika vizuri kwenye mwili wake, na sauti yake ya viatu kwenye sakafu ilikuwa ya ujasiri uliokuwa umepangwa dhahiri kwamba akijua kabisa kuna mtu ambaye anamlinda, mwenye bunduki na mwenye silaha ama mwenye ujuzi wa hali ya juu kabisa. Akaambia, Calvin, unaongea mno, mambo haya yalishapangwa. Manyanya alisogea haraka. Eva, unahusikaje hapa? Eva katabasamu, tabasamu dogo la mtu mwenye uhakika wa mwendo wake wa taratibu na maringo. Akasema, ndio, nimekuwa nikishuhudia mchezo huu tangu mwanzo, na sasa ni wakati wa nyinyi wawili kujua ukweli. Bivana alisimama. Eva, tulikuchukulia kama rafiki, kama mfanyakazi mwenzetu, imekuwaje tena? Eva akaikata sentensi hiyo, akamwambia, ndio, kosa lenu la kwanza ni hilo. Calvin akageuka na kuketi kwenye kiti, akasogea mbele kama mhalifu mbele ya meza ya ushahidi. Lakini haikuwa hofu, ilikuwa kukubali yale yaliweza kutokea. Akamwambia, kwa miaka 8 nilikuwa kivuli tu. Eva ndiye aliyenipata, akanipa taarifa, akanipa nguvu, akanipa sababu ya mimi kurejea hapa. Manyanya akapumua kwa nguvu kiasi kwamba kuamini maneno ambayo alikuwa akiasikia kati ya Calvin pamoja na Eva. Akamwambia, Eva, kwa nini? Why all this? Kwa nini? Eva alitembea taratibu, akaweka mkono wake juu ya meza, akawaangalia wote kwa macho ya moto ndani ambao ulikuwa unawaka kisasi. Akasema, kwa sababu mna deni, na huyo mnayemkimbia yuko anawatazama kupitia sisi hapa, kwamba lolote linaweza likawatokea kati ya Calvin, Manyanya ama Bivana. Ni mtu aliyejua kampeni hii yote, mtu mnayemjua kabisa kwa undani, mtu mwenye nguvu kuliko ninyi mnavyoweza kufikiria. Mambo haya yaliendelea kuwapa hofu zaidi kina Bivana pamoja na Manyanya. Ghafla umeme ukawaka na kuzimika katika ofisi ambao walikuwa wamekaa. Taa zikawaka tena. Kwenye skrini ya kompyuta video ilijifungua yenyewe, lakini haikuwa ile video ambayo ilionyesha tukio la mwaka 2017. Ilikuwa ni tukio lingine la kamera za pale ofisini au CCTV kamera, na ilikuwa inamwonyesha mtu akipita mbele ya kamera. Uso wake haukuwa wazi, hakuonekana kwa wazi kabisa ili aweze kumtambua ni nani, lakini mwili wake, sauti ya nyayo, jinsi ambavyo alikuwa anatembea, mtindo aliokuwa anaotembea, Manyanya alihisi mwili wake ukitetemeka kwa sababu alianza kumtambua taratibu. Aliwahi kuona miaka nyuma mtindo ambao huyu mtu alikuwa akitembea, aliwahi kumwogopa, aliwahi kumfuata na alimtishia katika maisha yake. Eva katazama Manyanya kwa macho yanamchimba kuweza kujua, je, ni kweli Manyanya alikuwa amemtambua huyu mtu ama la? Huyu ndiye aliyenituma, huyu ndiye aliyemleta Calvin, huyu ndiye anayejua ukweli wenu wote wawili, kati yako na Bivana. Wakati huo screen ambayo ilikuwa inaonyesha video hii ya huyu mtu ika freeze kwa kiasi, alafu jina moja likatokea kwa rangi nyekundu likiwa limeandikwa coming for you all. Ofisi ikatawaliwa na ukimya. Kila mmoja wao akapata joto la hofu miongoni mwao. Bivana akainua sauti, macho akajaa machozi. Ni nani huyo? Eva, ni nani huyo? Eva akasema kwa sauti ya ukimya, kama nusu ya pumzi, nusu ya hukumu. Akasema, mtu ambaye mlimkimbia kwa miaka yote, huyu ndio the real boss, ndo mwenye hukumu ya mwisho kati yenu, kati ya Manyanya pamoja na Bivana. Nani huyo bosi ambaye anazungumzwa hapa? Ni kwambie tu ni katika simulizi ya The Real Boss. Basi leo utaweza kwenda kujua. Wakati huo mambo yanazidi kuwa magumu kati ya Bivana, kati ya Manyanya, kati ya Calvin. Wakati huo Eva akiendelea kutoboa siri, ofisi nzima ilikuwa imejaa mvuke wa hofu. Harufu ya mvua iliyokuwa ikinyesha nje iliingia kwa mwanya wa dirishani lililokuwa wazi kidogo. Kila mtu alihisi kama hewa imekuwa nzito, kama kuna kitu kinachokaribia kuvunja sakafu chini ya miguu yao. Manyanya aliketi polepole kwenye kiti, mikono yake ikitetemeka juu ya meza.
sio kwa uga huu, bali kwa hisia za miaka yote iliyomgharimu na kumpatia uchungu, saliti, utata na kumbukizi ambazo hakutaka kuzikumbuka kwa sababu alikuwa hawezi kuzikabili tena. Bivana, wakati alikuwa pembeni yake akijaribu kushika pumzi, Kelvin alikaa nyuma, akawa kimya kwa muda fulani. Si kwa sababu ameogopa, bali kama mtu aliyekwisha kubali kwamba sasa mchezo wake mkubwa una mtu mkubwa zaidi yake. Eva alisimama katikati ya chumba, mwanga ukimpiga kwa pembeni, akionekana kama msimuliaji wa mwisho wa siri ambayo imefuchuliwa kwa miaka mingi na sasa kila mmoja anajua. Wakati wakiendelea kutafakari mawili matatu, ghafla simu ya ofisini ikaita. Sauti ya ringtone ilikuwa ya kutisha, sababu haikuwa ringtone ya kawaida ya kampuni. Bivana akasema kwa sauti ya kutetemeka, hii si ringtone ya kampuni. Simu iliendelea kuita tu. Kelvin alisimama taratibu, akasogelea karibu na meza, lakini hakuigusa ile simu. Eva akasema kwa sauti ya kutisha na tulivu, pokea Manyanya. Manyanya akawa kama amefungwa na mnyororo usioonekana. Alisogeza mkono polepole kwenye simu, akapokea, akaiweka sikioni. Hakusema neno lote, na upande wa pili wa simu kaanza. Kulikuwa na ukimya kidogo, kimya kizito, kimya chenye heshima ya giza. Halafu akasema, nimerejea Manyanya. Sauti ile ilikuwa nzito, ya mtu mwenye mamlaka yasiyo ya kawaida. Sauti ya mtu ambaye aliwahi kumfunza Manyanya mambo mengi na kumharibu mara mbili zaidi ya hapo. Moyo wa Manyanya ulijipiga vibaya mno, uliumizwa vibaya mno. Akaambia, wewe ni nani? Alisema kwa sauti ya ukakamavu lakini yenye maumivu. Sauti ilicheka kidogo, kicheko cha baridi kinachopeleka mtu kwenye kumbukizi ya maumivu. Utakumbuka haraka sana, na kuja ofisini sasa. Simu ikakatika. Manyanya aliiweka mezani na taratibu, kama mtu anayeshikilia kipande cha sumu. Bivana alisema kwa sauti kama imevunjika, Manyanya, hiyo sauti nadhani kama nimewahi kuisikia hivi, au haiwezekani, ili jambo haliwezekani, sio hiyo labda. Manyanya hakumwangalia tena Bivana, alitazama sakafu tu. Kelvin akasema polepole, hakuna asiyemjua. Wakati akiendelea kutafakari mwili matatu, ghafla upepo mkali ukaingia kupita dirishani. Karatasi za ofisini zikaanza kurukaruka, taa zikatetemeka, kana kwamba kulikuwa na upepo wa jini la hatari ambalo lilikuwa limeingia katika chumba hiki. Ni kama mazingira yote yalijua mtu anayekuja si wa kawaida. Eva akatembea taratibu, akafunga dirisha, alafu akasema kwa sauti nzito na yenye kuleta ubosi, bosi huyo ndiye alifanya mfuatane kwa miaka 8. Ndiye aliyenipa kazi, ndiye aliyemshawishi Kelvin arejee kwa mara nyingine. Bivana kapumua kwa nguvu. Kwa nini aingilie maisha yetu? Eva akasema, kwa sababu mmoja wenu aliharibu mpango wake, na tangu siku hiyo amekuwa kiwinda akitengeneza njia kuweza kurejea. Kelvin akasogea pembeni, akasema kwa maneno mazito, na huyo muhusika ni mtu ambaye Manyanya aliwahi kumuita. Alimuita kama nani? Ghafla mlango wa ofisi ukafunguka kwa kishindo, upepo ukaingia ndani ya chumba, taa katuo zikatikisika. Mtu mmoja akaingia, suruali nyeusi, alikuwa amevalia mavazi nadhifu ya kupendeza, mwendo wa kujiamini, mikono mifupi lakini ya mtu aliyefanya kazi ngumu maishani. Perfume ya gharama ilikuwa ikiendelea kunukia, na macho yake yakiwa kama mtu anayejua siri za maisha ya kila mmoja ndani ya chumba hiki. Bivana alishika mdomo wake. Wakati Manyanya aliendelea kutetemeka, Kelvin akainamisha kichwa chini kama kutoa heshima kwa huyo mtu kwa hofu. Wakati huo Eva akatabasamu, kimya kikatawala, kana kwamba amefanikisha jukumu lake la kwanza na sana subiri malipo, kwamba ndiyo boss, I'm here for you. Ile mtu akasogea karibu katikati ya chumba hiki, akasema kwa sauti ile ile ya kwenye simu, sauti nzito ya mamlaka yasiyo na mjadala, mwisho wa kukimbia, sasa mnaniangalia mimi. Macho Manyanya yalijaa machozi, akasema kwa sauti ya kuvunjika, Mzee Richard, huyu ni baba yake Bivana. Kimya kikafunika chumba hiki. Itakuwaje msikilizaji? Kwa mara kwanza tunamfahamu kwamba the real boss ni Mzee Richard, baba yake Bivana. Je, itakuwaje? Lakini kwa nini baba yake angeharibu maisha binti yake na Manyanya?
Kwa nini aliwatumikisha Kelvin na Eva? Kwa nini alivujisha video ya mwaka 2017? Kunani na siri gani ambayo imejificha katika mkasa huu wa The Real Boss? Tukutane sehemu inayofuata, sehemu ya 6 katika simulizi yetu pendwa kabisa ya The Real Boss. Kama ipenda simulizi hii, hakikisha umefollow ukurasa huu na hakikisha umesubscribe kwenye channel yetu ya DigiFursa. Ofisini moyo umeshika baridi, jina lako Bevana linapita kama radi. Kila nikiangalia macho yako yananikata, lakini kuna kitu ndani sitaki kukikata. Uliniona mgeni ukaweka ukuta, kila neno lako chungu, lakini nafsi inashtuka. Ni kama chuki yako inanivuta zaidi, ni kama roho inajua kuna siri imefichika ndani. Najaribu kukimbia hisia, lakini mwili wangu hausikii. Ukatili wako ni sumu, lakini moyo bado unakufuata tu. Linatesa moyo wangu usiku na mchana, najaribu kulikata lakini halikomi.